Kila siku, mwanamume huyu hupiga na kuangusha baiskeli za umma kimakusudi kwa gari lake la fahari. Baiskeli moja kamwe haimtoshi, lakini leo hatimaye anakwenda kulipia gharama yake. Akiwa njiani kuelekea kazini, anamgonga kijana mmoja aliyekuwa akiendesha baiskeli akiwa kwenye mizunguko yake. Badala ya kuomba msamaha, anachukua mpini wa baseball na kuiharibu kabisa baiskeli ya kijana huyo. Lile asilojua ni kwamba baiskeli hii ya nadra ya kukusanya ina thamani ya milioni 30. Sawa, leo nitakuonyesha kilicho na thamani ya kweli. Unaijali sana hiyo eh? Unasema siwezi kuimudu, nitaionda na kuifanya kuwa vyuma chakavu. Unaona hiyo? Ulitaka kunitisha kwa baiskeli hii mbovu. Unataka kuwaita polisi? Haya, endelea. Hakuna mtu anayeondoka hapa. Nyote mtasema kwamba mwendesha baiskeli huyu alikwaruza Rolls Royce yangu na akakataa kulipa na kwamba anajaribu kunitapeli. Sisi sote tuliona. Gari la fahari lilikuwa limekwaruzwa kweli. Kuna mtu ametoka kuharibu mali yangu. Mali yako? Tuko kwenye njia ya baiskeli katika barabara ya People Street. Hakikisha unataja kwamba Rolls Royce imehusika. Watakapowasili, tutaona ni nani anayetakiwa kulipa. Unadhani simu hiyo itanitisha? Hutacheka kwa muda mrefu tena kwa sababu ya baiskeli hii. Baiskeli hii mbovu, umesikia hiyo? Baiskeli hii itamfanya ajute. Ni urithi wa familia. Sawa, unasema siwezi kuimudu. Hicho kitu kina thamani gani? Milioni 30? Thamani gani? Milioni 30. Umesikia hiyo nyote? Anasema baiskeli hii ina thamani ya milioni 30. Milioni 30 kwa baiskeli? Unanichukulia mimi kuwa mjinga? Hivi ni utapeli. Angalia Rolls Royce yangu, kisha uangalie kitalu chako cha vyuma chakavu. Unasema ina thamani ya milioni 30. Hata gari langu lina thamani ndogo kuliko hiyo. Unadai milioni 30 kwa baiskeli. Hivi umaskini umekutia wazimu? Kijana, usizindishe chumvi. Hakuna baiskeli yenye thamani ya milioni 30. Sisi sote tunajua baiskeli ni nini. Anajaribu tu kumtapeli. Tajiri huyo aliharibu baiskeli yake. Kwa hiyo sasa anatunga bei ya ajabu. Watu kwa kweli hawana uaminifu. Umesikia hiyo? Kila mtu anadhani unajaribu kunitapeli. Huhitaji kuniamini. Bila shaka sikuamini, lakini uliiharibu. Na ikawaje? Ndiyo, niliiharibu hiyo kitu. Unataka kweli milioni 30? Si wewe utakayeamua kiasi hicho, wala si mimi. Mimi? Sasa nani? Wewe unapenda kujionyesha. Hiyo figa ya milioni 30 imekusudiwa tu kutisha watu matajiri. Sikiliza kwa makini. Haombi baiskeli nyingine. Anadai milioni 30. Hicho ni kiasi kikubwa sana. Milioni 30 kwa baiskeli? Kwa kweli ana ujasiri wa ajabu. Bahati nzuri tuko wengi hapa. Aksilivyo ingekuwa vigumu kujua ukweli. Kabisa, kila mtu yuko hapa. Hutoweza kunitapeli. Ulinigonga na kuharibu baiskeli yangu. Kila mtu alikusikia. Nilisema nini? Sikufanya kitu chochote. Baiskeli yako inasemekana ina thamani ya milioni 30, lakini gari langu limeharibiwa vibaya. Matengenezo yatagharimu malaki ya maelfu. Hapana, milioni 2. Kwa kuwa baiskeli yako ina thamani ya milioni 30, nitalipa milioni 2 kwa Rolls Royce yangu. Anza kwa kulipa amana ya $200,000. Wewe ndiye uliyenigonga. Mimi nigonge baiskeli yako mbovu kwa Rolls Royce? Kila kitu unachomiliki hata hakifikii thamani ya tairi langu moja. Kijana, acha. Gari hili ni la gharama kubwa. Omba msamaha na uwe mnyenyekevu. Kwa nini niombe msamaha? Kama mimi ndiye uliyesababisha ajali, lazima kuna mtu aliyeangalia. Ni nani aliyeshuhudia ajali hiyo? Semeni ukweli. Mtu yeyote atakayetoa ushahidi atapokea $2,000 mara moja. Mimi niliona. Alikuwa akiendesha kwa kasi sana na hakuliachia gari lipite. Umesikia hiyo? Kuna shahidi. Ulikuwa umesimama nyuma ya kibanda. Huwezi hata kuona njia ya baiskeli kutoka pale. Nani anajali? Aliona, na hilo ndilo jambo la msingi. Mimi pia niliona. Baiskeli yake iligonga Rolls Royce kwanza. Hapa andika kwa usahihi kile ulichokiona. Ndiyo, yeye ndiye aliyeigonga. Kwa hiyo kweli kuna mashahidi. Anagongana na gari la fahari kisha bado anakataa. Andika kila kitu ulichokiona, kitatumika kama ushahidi. Fikiri kwa makini kabla hujaandika kitu chochote. Kutoa ushahidi wa uongo una madhara. Unathubutu kuthiathia watu. Unaona hiyo? Watu 4 wanakutuhumu. Bado huelewi? Wewe ndiye uliyenigonga. Ulikuwa ukiendesha kwenye njia ya baiskeli bila kutumia alama ya kukata kona. Niondolee upuziva huo. Huondoki hapa bila kulipa milioni 2 yangu. Uharibifu hauna thamani ya milioni 2. Ni mkwaruzo tu. Halo, haukubali. Nitamleta mtaalamu. Suzy Young, karaka yako iko karibu na barabara ya Ginko Street. Kuja haraka. Mwendesha baiskeli amegonga gari langu na kubotora mlango. Tathmini uharibifu hapa hapa mahali pale. Gari lako linasemekana linahitaji milioni 2. Lakini vipi kuhusu majeraha yangu? Majeraha yako? Uliharibu gari langu. Una bahati bado uko hai. Baiskeli yako ni muhimu, lakini langu sio. Baiskeli yako, screw moja kutoka kwenye gari langu ina thamani kubwa kuliko hiyo. Tairi la P10 kama lako. Bwana Hang, hivi ndivyo alivyonigonga. Angalia uharibifu huo. Je, unaweza kutengenezwa? Yes, lakini rangi yake ni ya kipekee na mlango umebotora vibaya. Kazi ya bodi pekee huenda isitoshe. Mlango utalazimika kubadilishwa na gari zima kupakua rangi upya pamoja na gharama za mafundi. Itagharimu akilisti milioni 1.8. Milioni 1.8 kwa mlango mmoja. Gari la fahari havijakusudiwa watu kama sisi. Umesikia hiyo? Kwa hiyo dai langu la milioni 2 lilikuwa na msingi. Mmiliki wa garaja kubwa ndiyo kazi amefanya tathmini. Hakuangalia hata ndani. Alikupa bei mara moja. Hujui kitu kuhusu gari. Hii ni taaluma yake. Unathubutu kuwasilisha makadirio hayo kwa mtaalamu rasmi? Acha kupoteza muda. Kuna mashahidi na makadirio. Lipa au mambo yatadhuru. Makadirio ya awali ni milioni 1.8 na amana ya $500,000. Mimi siye nayefanya dai la milioni 2. Gari langu linahitaji matengenezo makubwa. Ulikataa $200,000, sasa amana ni $500,000 na lazima ilipwe kabla ya saa 10. Aksilivyo nitakushtaki. Unampigia simu nani? Simu haitabadilisha kitu. Bado utatakiwa kulipa. Ninaripoti uharibifu wa chombo cha usafiri.
Kiligongwa kwanza, kisha kikaharibiwa kimakusudi. Nani aliharibu kitu kimakusudi? Jieleze kwa uwazi. Je, chombo hicho bado kiko eneo la tukio? Kuna mtu yoyote aliyevisogeza au kukiharibu zaidi? Ndiyo, sasa hivi hakiwezi kutengenezwa tena. Upuziva nini huu? Uligonga gari langu na kitalu chako cha vyuma chakavu kilianguka chenyewe. Tafadhali kuja haraka. Bwana Kane, linda eneo la tukio na usisogeze kitu chochote. Dai lako imesajiliwa na mtaalam atakuja eneo la tukio. Usitengeneze wala usitupe kitu chochote kabla mtaalam hajawasili. Mtaalam? Wanatuma mtu kwa ajili ya baiskeli mbovu. Umesikia hiyo? Kwa kweli wanaichukulia kitalu cha vyuma chakavu kama hazina. Nyinyi wanne, baki hapa. Kampuni ya bima itakapowasili, waambie kila kitu. Usijali Bwana Gu, nilimwona akigonga gari lako. Sisi sote tutatoa ushahidi.